السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد. Watukufu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma bwana wetu kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na durusi zetu za asubuhi ambao zinahusia maqasid shahru Ramadhan. Kama tulivyosema, maqasid ni mengi, makusudio ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ini tukiwa katika funga siku gani leo Abbas? Siku 10. Mbona mwazipeleka mbele? Wale walifunga na mwezi mahali, ashabul mahali, kina nani hao? Naam. Siku gani leo? Ali 10 ama 11? 11. Yote ni kuona yaqinan kwamba siku zinayoyoma katika Kiswahili cha mtaani. 10 la kwanza tushamaliza. Hili ni 10 la pili. Wenyewe wasema la teremka. Kama vile mtu akiwa kwenye mlima au kwenye baskili, haipeleki, yateremka hiyo. Kwa hivyo hiyo yote ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema ayaman ma'dudat, hiyo ni fact ya kwamba siku zinaisha, na kumalizika kwa siku au masiku ya Ramadhan ni dalili ya kuwa huu mwezi unapita kama radi. Kwa wale ambao hawakuweza kuvuna katika masiku haya, basi wajitahidi katika masiku ambayo yanakuja. La taqnatu min rahmatillah, tusikate tamaa. Jana tulizungumzia kuhusu aham rakaiz tahqiqi al-umma. Kuna nguzo ambazo muhimu zinasababisha umma kuwa katika sehemu ya sawa ya haki, kuwa katika kuhakikisha yale malengo muhimu ya umma. Tukazungumzia kuhusu aljanib al-aqdi wa tarbawi, katika upande wa kiakida, kiiman, na vile vile upande wa kimalezi. Umma wakadimishwa kuliko nafsi zetu, yani maslahati al-amma. Nilizungumza katika maqasid kwamba tuna maslaha na mafsada. Kuna mambo ambayo ni maslaha binafsi na maslaha ya umma. Watu wengine husema wewe mtu wa maslaha, ni jambo la kisheria. Tukifanya daf'i al-maslaha unakuwa na fasad, yani tukizuia maslaha tupata mafsada, ufisadi. Na idha dafa'na al-mafsada, tukizuia ufisadi usifanyike, basi yatakayotokea utakuwa na maslaha. Lakini tuelewane, hii ni kauli ambao wanazuoni wa usul waitumia sana, daf'i al-mafsada na daf'i al-maslaha, na kuwa mara mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akielezea dhahara al-fasad fi al-barri wal-bahr,
umedhihiri ufisadi katika bara na bahari, bima kasabat aidi nas, kwa yale mambo ambayo yamechumwa na mikono ya watu. Leo hii ufisadi umekithiri, ufisadi wa akhlaq, na ufisadi aina nyingi, na ufisadi wa kiakhlaq, tabia na mila na desturi za watu. Nakumbuka katika maisha ya miji, watu wa mjini wakikulia miaka mingi, kuzungumza miaka mingi si mzee mimi, lakini katika maisha ya zile sehemu tulizokulia kulikuwa kuna mila na desturi na akhlaq, na watu walikuwa wakiingiliana vizuri. Nazungumzia ile sehemu niliyokulia nayo, nazungumzia majengo. Na tukisema majengo, wakati mwingine watu huona ni ile majengo ya pale Europa na wapi, la, Tanganyika, majengo ya Musa, majengo ya area za Burnley, majengo ya kule sehemu nyingine kunaitwaje kule Buraya, na sehemu nyingine hii ya huku Mvita, ile sehemu nyingine wanaitaje na Red Star, basi nasema Kuzacha walikuwa majengo na kufanya tashihi. Kwa hivyo katika Red Star, Msaji, hizi zote ilikuwa ni area za majengo, kwa sababu watu ambao wanaishi katika maisha ya chini walikuwa katika maisha kama haya. Lakini nashuhudia maisha yale yalikuwa ni maisha mazuri na sura za juana. Hapa tunazungumzia Faraji yetu huyu, anisahau lakini tukulia naye, na kila sura za watu tuliokulia nao tawajua mmoja mmoja. Sasa wakati mwingine watu wadhani pengine mimi natoka sehemu nyingine, lakini mimi ni mzaliwa wa Majengo, na waambia area ambayo ni ya msikiti au area ya Mewa, ambao ni katika kitovu cha watu wa pale, msikiti wa Musa. Tukigusia wakati mwingine tukionana na watu, waswali wapi Musa, namuuliza wajua Musa ulikuwa ni msikiti wa Mabamba? Sijui. Sasa hivi ni vitu ambavyo ukichunguza utapata kuna maadili yaliyobadilika. Watu wamekuwa katika hali, watu wakijuana, huyu anajulikana ni mtoto wa nani na huyu ni wa nani. Kwa hivyo tukizungumzia katika aljanib alaqdi wa tarbawi, tunazungumzia katika janib muhimu sana katika mujtama, na ndio tukasema tashih almafahim, kusahihisha zile fahamu na alqada ala madahir alshirk walbid'a والتمسك بالتوحيد الخالص الذي يجمع القلوب, na watu kushikamana na tauhid ambao ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala yeye pekee, na mambo haya yajma'u alqulub, inafanya nyoyo zinakuwa pamoja. Hivyo hilo ni jambo ambalo tuligusia jana, lakini tunajaribu kulielezea ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yad'u ila dar salam, anatuita sisi katika nyumba ya amani. Kwa ni nyumba ya Uislamu, nyumba ya mifumo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alwahda walwa'i, yani watu kuwa kitu kimoja, na wa'i huwa na
ufahamu na mazingatio ambayo katika kuhakikisha umma tajawaza au tajawuz at-tafarruqa ad-diniya, watu huepukana na zile tofauti za kidini. Na tukizungumzia dini imekuja kama shamil, comprehensive, na katika maqasid muhimu ni maqasid ya hifdhu din, katika maqasid sharia, kwamba Uislamu umekuja kuhifadhi dini ili watu la yatafarraqun, watu hawa ikhtilafiani au hawafarikiani. Ikhtilaf zipo, wajua kuna tofauti ya khilafat na atafarruqa. Watu waweza kukhtalifiana katika rai, lakini wako pamoja katika usul, kama tulivyozungumza jana. Kuna usul na furu'. Al-usul thabitun, mambo ambayo ni asli ni thabit, na mambo ambayo ni furu' tatajazza. Watu wanaweza wakaihtalifiana katika furu', na tutapata kwamba katika Qur'an kuna ayat ambazo wanazuoni wakitalifiana katika aya hizo, na kuna ayat ambayo zina qat'iyatu dalala. Qat'iyatu dalala ni aya ikisema kitu fulani ni hivi, kama hizi ayat ambazo zinazungumzia kuhusu habari ya sala na zile rakaa zake, zinazungumzia kuhusu mirath. Hatuwezi tukasema mirath ya mama au mirath ya baba na mama pindi kunapokuwa una wujudi far'ul warith, pindi anapopatikana au wanapopatikana wale wenye kurithi ambao ni baba ni mtoto na watoto wa kiume na wa kike, ndio far'ul warith. Ni katika sehemu ambao wale far'ul warith ni wenye kumrithi yule mrithiwa. Kwa hivyo katika watu wale far'ul warith wakiwepo, basi mama na mama wanapata as-sudus, wali abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa wazazi wawili as-sudus biwujudi far'ul warith. Far'ul warith ni tawi la mrithiwa ambao ni watoto. Wakipatikana watoto yule mrithiwa, basi lazima wale wazazi wapate sudusul mal. Baba anapata sudus na mama anapata sudus. Tumeelewana? Hizi namba za tatiza. Kwa hivyo hizi ni qat'iyya. Hatuwezi tukasema la, huyu baba ni tajiri, kwa nini tumpe sudus? Tutampunguzia. Hadha la yajuz. Kwa hivyo hizi ni qat'iyya. Kwa hivyo katika ikhtilaf watu wanakhtalifiana katika furu'at, kama mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya ambayo wanazuoni wamekhtalifiana na hawa wako sawa na hawa wako sawa. Mathalan, walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Neno hili quru kwa lugha ya Kiarabu imekuja maana mbili. Imekuja kwa maana ya tuhur na imekuja kwa maana al-hayd. Shaqali kwa pamoja. Kwa lugha ya Kiarabu quru, thalathata quru, imma hedhi ama tahara kwa Kiswahili. Kuna tofauti katika maneno mawili haya Sheikh Ali, kuna tofauti. Tofauti yake ni tahara ni usafi na hedhi, mashallah mwanachuoni hapo, kwa sababu ni kweli huu ni uchafu na huu tahara. Sasa nauliza swali, Mwenyezi Mungu asema thalatha quru, tukija katika usafi ile tahara
tahara 3 ndio mtu yotoka kwenye eda, yule aliyetalikiwa. Kuna makosa hapa? Tahara 3 ajisafishe mara 3, kuna makosa hapa? Haya, tuseme apate hedhi 3, kuna makosa? Hali ya rahma hiyo. Yusuf yote meleka Yusuf. Sasa hivi vita vya nini? Nauliza swali. Bana, lazima kuwe na hedhi 3. Yule wewe ukichukua hedhi 3 umepata, na kisema mimi naenda na tahara 3 umepata, ama sivyo Sheikh Abdullah Wahab? Ama kuna mtu ana shaka katika maneno haya? Pengine Sheikh Mbara, kuna mtu ana shaka? Huu ndio Uislamu. Tuisomee dini na fiqh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Haina haja nsimame katika member nimtaje mtu fulani, na Mwenyezi Mungu ametupa tausia. Wewe somesha, ina alayka illa albalagh. Kuna tausia ya mambo mengi, kuna specialities, kuna takhasus nyingi. Kwa nini umtaje mwenzako? Ndio tuarudi tena atafarruq ad-dini. Tumekulia miaka 40 iliyopita, haya mambo yalikuwa hakuna, na hawa wenye kusema hivi wamesomeshwa na wanazuoni wetu ambao wengine bado wako hai. Ukisema maneno haya kutatoka maradhi mpaka nyinyi mtatafutana, kwa sababu bado nahisi tuna matatizo ya fahamu nusus katika mujtamaa wetu. Tuna matatizo ya mafahim an-nusus ash-shar'iyya. Tuna matatizo kama haya, na matatizo ya mirengo, matatizo ya fahamu, kwa sababu dini imekuja katika misingi kama hiyo. Kwa hivyo isqat shar'iyyatu al-anzimatu al-qa'ima ala at-tafriq, kuangusha, kuondoa mambo yote au misingi yote ambayo imejengwa na misingi ya kufarikiana. Yaani tujaribu sana kila mambo ambayo yanaleta tafrika, yanaleta watu kukosana, tujaribu tujiepushe nayo. Watamassuk bimandhumati qiyam mushtarika, na watu washikamane na ile misingi na nidhamu ambayo inaleta katika misingi ya watu kuja pamoja. Mimi na wewe leo tukiwa tuna tofauti, lakini kuna mambo mengine tunaweza kubaliana nayo. Kuna kitu mwingine anakifahamu kuliko mwingine, na kila mmoja hapa ana mfumo wake ambao ameprofess. Ndio wakati mwingine ukienda katika dictionary ya Oxford ambayo ndio inajulikana ama nyinginezo, angalia neno professor ya basi hapa iza kasachi haraka sana, kwa sababu ana wepesi huo. Ukiangalia neno professor utaona katika lugha ya Kizungu ni mtu ambaye ana profess, ana ujuzi wa kile kitu anachokifanya. Hapa tuna ndugu yetu Ali na mutakhassisin na mambo ya transportation, hizo kumwambia kitu chochote. Na saizi Ali aweza kukwambia bana achana nayo, aweza kukwambia ile kazi hii haifai, yeye yupo, lakini akwambia wewe haifai kwa sababu zile dhiki anazozipata akufanyia wewe pesi. Usiingie katika hilo, utafanya utaingia kwenye matatizo. Na akifanya istidlali ya wala tulqu biaidikum ila tahluka, usitie mikono yako katika maangamifu. Hapa Imamu Abdul Hakim wakati mwingine namfuata akamwambia mimi nataka kununua pikipiki Honda, akanambia wallahi usijaribu. Na ukitaka ujue sababu yake muulize Sheikh Mas'ud atakwambia.
Kwa hivyo kuna vitu lazima uwaulize wale wahusika, na tangu waliponiambia hivyo sijawahi kujihusisha. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanatuleta karibu na hatufarikiani. Muda wangu umeisha, na leo nimezidisha dakika zaidi, na kwa sababu ni siku ya Jumapili watu wamekula dako vizuri, kwa hivyo sitaki kuchukua muda mrefu kwa watu wakapumzike. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya maneno yawe tutaweza kuyasikia na kuyafuata, na khairul kalam, maneno mazuri, ma qalla wa dalla. Tutaki kurefusha tukazidisha ikawa watu walalamika nini, lakini kuna umuhimu kurudi katika misingi ya kidini. Una umuhimu wa watu kusoma. Al-ilmu bit-ta'allum, ilmu ni watu kusoma, la jahla bihi, si kama ujinga. Tuelewana? Naam. Kwa hiyo haya ni misingi ambayo ni muhimu sisi Waislamu kuyafahamu, ili yaweze kuleta mabadiliko katika nyoyo zetu, katika jamii, na katika mambo ambayo tuyafanya katika huu ulimwengu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie wenye kusikiza mema na kuyafuata. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.